nimeamua kuwa single, na kuhusu kazi yangu kabla nadhani utakuwa unaijua. Said anasema hapana, sijui. Mchizi anasema ina maana hukunitambua nilipokuja kuomba hii kazi? Said akamuuliza ina maana siku ile ilikuwa siku ya kwanza kuonana? Mchizi anasema mimi ndio yule kijana niliyokuwa anakuja kila siku asubuhi kuzua takataka. Takataka? Bosi Lady akashangaa. Bosi Lady anamtazama Mchizi, anashindwa kuamini alichokisikia. Kesho yake Bosi Lady anamwambia Zina, unamkumbuka yule kijana aliyokuwa anazoa takataka, yaani uchafu kwenye hii nyumba? Zina anasema haiwezekani. Bosi Lady anamwambia kasema mwenyewe, na amesema alikopo nje wakati namfukuza yule mlinzi snitch, ndipo alipoamua kuomba kazi. Zina akasema okay, nafikiri kuna kitu cha upendeleo kinakuja kwangu. Bosi Lady anamuuliza una maana gani? Zina anasema inaonekana ni maskini sana, na huyo ndio mwanaume na muhitaji, mtu ambaye nitamtengeneza na kumkuza mwenyewe, kwa sababu wanaume wote waliokuwa wanashindana na mimi tuliachana. Huyu atakuwa mwanaume wa kwangu peke yangu, na atakuwa msikivu kwangu na hata kuwa na tatizo. Said akacheka na kumwambia rafiki yake, kwa hiyo unataka kuwa na mahusiano naye? Zina anamwambia bosi Said, ndio nataka. Tushakuwa na mahusiano na wenye pesa na ushawishi, tumefika nao wapi? Sonia niambie, bado tuko single kwa upumbavu. Said anamuuliza Zina, kwa utakuwa na mahusiano na kila unayemuona? Zina akamwambia hapana, sideti na kila ninayemuona, na kwenda kuchukua fursa kwa mtu ambaye ni special na atanifiti. Said anasema ngoja nifunge mdomo mie, tutaona. Baadaye Zina akaenda kuongea na Mchizi. Walipomaliza kuongea akamwambia I like you. Mchizi akamjibu I like you too. Zina akamwambia sihitaji upendo huo, nataka zaidi ya huo. Kifupi naomba tuwe zaidi ya marafiki. Mchizi akamwambia Zina, mbona unanishangaza? Zina akamuuliza kivipi? Mchizi akamwambia wewe ni mwanamke mrembo na una kazi yako, unawezaje kudeti na getimani? Ni ngumu. Zina akamwambia Mchizi, kuwa getimani hapakuzuii kupenda au kupendwa. Zina akamwambia mimi ni mwanamke najielewa, siangalii leo tu, naangalia na kesho. Kwa hiyo usiwe na wasi, wewe angalia ulichokuwa nacho na usichokuwa nacho. Nihitaji kukujua na kutumia muda mwingi na wewe na kuomba. Mchizi akasema naomba nipe muda nifikirie hilo. Zina akamwambia haina shida, kisha akamwambia nataka tutoke out siku moja. Mchizi akasema haina shida. Zina akanyanyuka na kumshika kidevu Mchizi akiwa amefurahi ile kinoma noma. Weekend wakatoka na kurudi nyumbani. Zina akamwambia siingii ndani, nafikiri utakuwa umeenjoy. Mchizi akasema ndio nimeenjoy. Zina akamwambia nafikiri hii itakuwa sio mara ya mwisho, nahitaji zaidi. Mchizi anasema haina shida, nataka iwe wiki ijayo, kwa sababu ni nyumba rafiki yako, najua hakutakuwa na tatizo. Zina akasema basi sawa, ila unaweza kunianga kwa kunihagi. Mchizi akasema haina shida, akamuhagi. Zina akafurahi ile kinoma noma, kisha Mchizi akafunga geti. Kumbe wakati huo wote bosi Lady alikuwa dirishani akiwachora tu, kisha akafungua mlango na kumuita Mchizi njoo ndani. Mchizi akaingia ndani na kurudishia mlango. Said akamuuliza una maana gani nilichokiona getini? Mchizi akamuuliza umeona nini? Said anamwambia unaniuliza nilichokiona, kwa hiyo sasa unaleta mwanamke kwenye nyumba yangu? Mchizi anasema sijaleta, yule ni rafiki yako. Eti yule ni rafiki yangu, kwa hiyo sio mwanamke? Yule ni mwanaume au? Mchizi anasema alinileta, tulitoka out. Said anasema kukutoa nje au kukuleta ndani, hiyo sio kazi yangu. Mchizi anasema samahani, lakini siku yangu ya mapumziko, sikujua kama nitakukera. Hivi unawezaje kusema